Nimemaliza mambo ya speech, nitaka kuongea kidogo maneno ya university education. Parents wenye wako hapa siku ya leo, mmetoka Marsabit na mko wengi sana, na siku ya leo mmefika hapa Nairobi, lakini kuna shida hapa nchini Kenya. Nyinyi kama wazazi mnajua yale mambo ambayo mliyapitia kuelimisha msichana wenu Zainab, na mnajua mambo ambayo mnayapitia saa hizi bado kumlipia karo ya shule katika chuo kikuu cha Nairobi. Lakini mnajua hapa nchini tuna viongozi wengine ambao hawajali maisha ya watu. Nimejua nyinyi kama wazazi, ili muelimishe hawa watoto ambao wako hapa, watoto wenyu ambao wako hapa, wanafunzi ambao wako hapa, mmeuza shamba, mmeuza ng'ombe, mmeuza ngamia, mmeuza vitu vingi sana ili uelimishe mtoto, ili mtoto afike katika chuo kikuu, ili mtoto siku moja akutoe kwenye matope, ili mtoto siku moja akutoe kwenye slums, ili maisha yako siku moja iwe nzuri. Lakini saa hizi ukiangalia jinsi ambavyo mambo vinaendelea, kuna shida kubwa sana, kuna changamoto kubwa sana ya kwamba elimu imekuwa juu, na elimu imepelekwa juu na serikali kuu. Tuliambiwa ya kwamba yule mtoto ambaye mamake anauza nyanya na mboga na chang'aa kama jinsi ambavyo mamangu aliuza chang'aa, tuliambiwa ya kwamba huyo mtoto atapata elimu na karo ya shule itakuwa chini. Lakini chenye tunaona kwa siku ya leo ni ya kwamba karo ya shule imepelekwa juu. Tuliambiwa mambo ya bottom up economy. Hatukuwahi jua hata siku moja ya kwamba bottom up ilikuwa ni kutoa karo ya shule chini na kuipeleka juu. Sisi kama viongozi, mimi kama Babu Owino ambaye alielimishwa na chang'aa, ambaye alielimishwa na harambee, ambaye alielimishwa na kijiji nzima, siwezi kukaa nyuma na kuangalia Rais Ruto akiharibu hii nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu nikinyamaza, siku ya mwisho nitaulizwa na Mwenyezi Mungu, ulifanya nini na ulikuwa kiongozi. Siku ya mwisho nitaambia Mwenyezi Mungu ya kwamba nilitwanga Rais Ruto ili atoe hii new university funding model. Wewe kama mzazi, wewe kama mwanafunzi, huwezi pata vyakula 3 kwa siku. Ukipata breakfast, hauwezi pata lunch, na ukipata lunch, hauwezi pata dinner, supper. Kisha unaongezewa karo ya shule. Unaambiwa ya kwamba mtoto mmoja, mwanafunzi mmoja wako lazima alipe karo iliyo juu. Ukiwekwa katika band 1, wanakuambia unalipa 9,000 Kenya shillings. Nyinyi kama wazazi ambao mmeketi hapa, saa hizi mko na watoto high school. Day school ni around 9,000 Kenya shillings. Lakini huyo mtoto baada anafukuzwa na kuja na keti na wewe kwenye mlango, kwa sababu hauwezi pata hiyo 9,000 Kenya shillings. Si kwa sababu unapenda, ni kwa sababu hakuna kazi, ni kwa sababu hauna uwezo. Mama ambaye anauza mboga kila siku anatoka na shilingi 100 kwa siku ama 200, Mwenyezi Mungu akimsaidia, shilingi 200 kwa siku, kwa mwezi itakuwa ni shilingi 6,000.
6,000 bado hujalipa rent, 6,000 bado hujanunua chakula, 6,000 bado haujaweka transport kwenye unaenda kazi, 6,000 bado haujalipia watoto wengine karo ya shule, jua una mtoto mmoja peke yake, na 6,000 ndio unaambiwa ya kwamba lazima utoe 6,000, utoe 9,000 kwa 6,000. Inawezekana jamani? Hiyo ni hesabu ya kuongeza ama ni ya kuondoa? Kwa hiyo 6,000, kama mtoto wako ambaye anafaa lipe 9,000 kama ni day scholar, ndio uwezi pata hiyo 9,000. Mtoto anafukuzwa, mtoto anakaa nyumbani, ana miss term mzima kwa sababu ya hiyo. Sasa tunaambiwa band 1 katika university lazima ulipe 9,000 Kenya shillings. Band 2 to band 5 lazima ulipe between 50,000 Kenya shillings to 200,000 Kenya shillings. Wewe kama mzazi ambaye unafanya mjengo, kila siku mjengo inakulipa 600 Kenya shillings. 600 times 30 ni 18,000 Kenya shillings. 18,000 Kenya shillings times 12 ni 216,000 Kenya shillings in 1 year. Hiyo unafanya kazi Monday to Sunday, asubuhi saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni, na uko na watoto wengi. Je, kwanza ni sahihi unaweza fanya hiyo kazi Monday to Monday, 1st to 31st, January to December? Ni ngumu. Kwa hivyo kupata hiyo hela ni ngumu zaidi. Halafu unaambiwa na mtu ambaye alisomeshwa bure. Katika enzi za William Samoei Ruto katika chuo kikuu, aliingia katika university in the year 1987. In 1987 ndio mamangu na babangu walikuwa na plan kunizaa. 1987 education at the university was free. Walikuwa napewa kitu ambayo inaitwa boom. Boom ilikuwa grant, haikuwa loan. Walikuwa napewa pesa, wanalipiwa shule bure university hizo enzi. Kisha HELB ikaletwa, Higher Education Loans Board. HELB ilikuwa inapatia watoto wetu shule, bora tu umepita mtihani na uitwe katika university, unapewa HELB. Ukishapewa HELB unasoma ni kama bure, kisha mwishowe ukishapata kazi, ukisha graduate upate kazi, ndio unalipa pole. Hata hiyo HELB nilipeleka mswada bungeni ku reduce your interest rate from 4%, tulikuwa tunataka iwe kama 2%, ama wa scrap off your interest rate. Sasa saizi unaambiwa hiyo HELB imetolewa. Mtoto saa zile, ili mtoto aingie katika university lazima abebe pesa kwa mkono, kama huna uta drop out. Kwa wazazi wengine unaweza faulu upate ile ya mtoto kuingia, lakini mtoto saa zile anasoma, utapata pesa wapi? Huyo mtoto ata drop out of school. Saizi we have over 100,000 students wenye hawawezi join university first year kwa sababu hawana hela, hawana mbele wala nyuma, hawawezi afford. Wewe kama Rais Ruto uko State House, wewe kama rais ulituambia kwamba uliuza kuku na ukauza mayai ili usome. Jamani, mbona unafanyia Wakenya hivi? Mbona unaadhibu Wakenya? Wakenya wamekukosea nini? There is nowhere in the history of this country, hata during Moi's time, Moi did not kill students the way Ruto has killed students. Unaua wanafunzi kwa streets, over 50-60 of them are dead,
Hawa majenzi walikuwa naandamana ni wanafunzi ambao wanatoka katika vyuo vikuu. Unawaua. Namba 2, hautaki wasome, unaongeza elimu. Mbona unaadhibu hawa watoto wetu? Na hawa ndio future ya nchi yetu. Kuwa na utu. Wewe ni mtu ambaye ni mcha Mungu, weka huyo Mungu mbele. Ulituambia sword, mambo ni matatu. Mambo ya kupeleka watu mbinguni. Hauwezi kuwa rais hapa nchini Kenya kama ushaua wa Kenya wote. Hata enzi za Moi, nyinyi wazazi wangu ambao mmeketi hapa, saa zile kulikuwa na coup 1982, hakuna mtu yote aliuliwa. Watu walishikwa wakapelekwa jela. Lakini kama wewe ni student wa Moi ambaye wewe ni Ruto, babako Moi hakukufundisha kuua watu. Umemaliza watoto wetu, saa hizi tena unaadhibu watoto wetu wasiingie shule. Unaita student leaders every time in State House. Saa hizi tena umewaita on Sunday wakuje State House. Kisha unawapatia 25,000 each. Saa hizi unataka kuprint pesa. Wazazi, wanafunzi, comrades, you want to print money. Kenya ina import mpaka pesa yake yenyewe kutoka Germany. Na una import hii pesa, unatumia 14 billion to print money. Hii 14 billion yenye una print nayo pesa. Na hii pesa una print, unataka replace nazo zile pesa zenye zilikuwa awali. Alafu uchome hizo zingine, kwa sababu huwezi inject kwa system, kwa sababu italeta inflation. Sasa ni profit gani una make? Saa zingine unajiuliza ni nini inaendelea hii nchi yetu. Hiyo 14 billion pale Marsabit itajenga factory ngapi watu wapate kazi? Hiyo 14 billion inaweza lipia hao watoto wetu, hao wanafunzi wetu hii university fee. Hiyo 14 billion itasaidia watu wangapi hapa nchini Kenya? Lakini kwa sababu unasema nchi ni yako, nchi sio yako.